Puffin huyu anamsubiri mwenza wake wa maisha, yule mmoja wa kweli. Hapa ni mmoja tu kati ya Puffin 100,000 wanaosubiri wenza wao warudi nyumbani. Baada ya kutengana kwa miezi 8, mwenza wake bado yuko mbali baharini, akiendelea kuvua na kujijengea nguvu kwa ajili ya msimu wa kuzaliana. Hivyo, ni wakati wake kuhakikisha makazi yao yapo tayari. Kwa madume ya Puffin, kazi ya kwanza ni usafi. Wanapata kifaranga mmoja tu kwa mwaka, kwa hiyo kila kitu lazima kiwe sawa kabisa. Anaweka hata vitu laini vya kufanya makazi yawe mazuri. Na sasa yuko tayari kumwonyesha mwenza wake kazi aliyofanya, lakini bado haonekani. Anachohitaji ni subira. Katika miaka 10 ambayo wamekuwa pamoja, hajawahi hata kumkatisha tamaa. Lakini Puffin huyu mwaminifu hawezi kukaa tu na kusubiri. Baada ya kazi yake ya kujenga na kuandaa makazi, amestahili muda kidogo wa kupumzika, muda kidogo wa kupumzisha akili. Na inaonekana ni burudani nzuri, hasa pale upepo unapoongezeka. Kila upande wake, Puffin wengine wenye wenza wao wanaanza kuungana tena, lakini bado hakuna dalili ya mwenza wake wa pekee. Hapo zamani, jozi za Puffin zilirudi nyumbani ndani ya siku chache tu baada ya safari. Lakini kupungua kwa samaki baharini na kuongezeka kwa dhoruba kali za majira ya baridi kumefanya uvuvi kuwa mgumu zaidi. Na mwenza wake hatarudi kutoka maeneo ya uvuvi hadi atakapokuwa tayari kutengeneza yai. Baadhi ya majike hata hayarudi nyumbani tena. Lakini hatimaye amefika. Baada ya miezi 8 mirefu wakiwa wametengana, sasa wanaweza kuendeleza jambo muhimu zaidi, kuanzisha kizazi kijacho cha Puffin. Mabadiliko katika bahari, kupungua kwa samaki na dhoruba kali vinafanya safari ya viumbe wengi wanaotegemea bahari kuwa ngumu zaidi siku baada ya siku. Na hii ndio sababu inatufanya wengi tupaze sauti na kusisitiza kutunza mazingira, vyanzo vya maji na ustawi wa bahari, ili viumbe hawa waishi tena kwa urahisi.